Ashumu hapo wewe mtazamaji wangu, inakatika siku mwezi bila kuzungumza na mtu wala kuongea na mtu. Sasa hii sio story ya kutunga, bali ni story ambayo iliweza kumkuta mwanamume mmoja alijulikana kwa jina la Alexander Selleck. Mwanzoni mwa karne ya 18, baharia mmoja aliyeitwa Alexander Selleck alikuwa akisafiri baharini pamoja na wenzake. Siku moja, baada ya kutofautiana na nahodha wa meli kuhusu usalama wa safari, aliacha kwenye kisiwa cha mbali katikati ya bahari. Mwanzoni aliamini kwamba meli ingerudi baada ya siku chache kumchukua, lakini siku zikawa wiki zikawa mwezi, na miezi ikageuka kwa mwaka. Hakukuwa na mtu mwingine kisiwani, alikuwa peke yake kabisa. Ili kuendelea kuishi, alijifunza kuwasha moto bila vifaa vya kisasa. Alijenga kibanda kwa kutumia miti na matawi. Aliwinda mbuzi kwa chakula na alikunywa maji kutoka kwenye chemchemi za asili. Kila siku ilikuwa mapambano mapya ya kuishi. Usiku ulikuwa wa kutisha zaidi. Alisikia sauti za upepo, mawimbi makubwa na wanyama wa porini. Mara nyingi alihisi upweke mkubwa, lakini hakukata tamaa. Aliendelea kuamini kwamba siku moja angeokolewa. Miaka iliendelea kupita, ndevu zake zilikuwa ndefu, mavazi yake yalichakaa sana, na maisha yake yalibadilika kabisa kutokana na hali ambayo alikuwa anaweza kupitia huko msituni. Alikuwa amezoea kuishi porini kiasi kwamba hata alipoiona meli kwa mbali hakusadiki kwamba ilikuwa kweli, kwamba watu wametokea ili kuweza kumsaidia huyo mwanamume. Hatimaye siku moja meli ilisimama karibu na kisiwa hicho. Mabaharia walimuona na kumwokoa. Baada ya kuishi kwa muda mrefu akiwa peke yake, alirejea tena katika maisha ya kawaida. Ingawa ilichukua muda sana kuanza kuyazoea yale maisha ya kuishi na watu, kutokana na kwamba aliweza kuishi muda mrefu sana huko porini. Hadithi yake iliwashangaza watu wengi sana, na baadaye ikawa ni chanzo cha msukumo wa kuandika riwaya maarufu zaidi duniani itwayo Robinson Crusoe. Ashumu wewe kama mtazamaji wangu, ungekuwa wewe ungeweza kuvumilia kwa kipindi chote hicho au ndo ungededi? Subscribe, comment, share. Ciao.